Tunawakaribisheni katika kipindi chetu cha leo msanii leo pamoja na Ekobas TV. Leo tumesikia kwamba msanii ambaye anajulikana kwa nyimbo za Injili anaitwa Kiwe. Kwa hiyo tumempata mahali hapa. Tumesikia tetesi kwamba yuko mahali hapa, ndio tunaenda kumnasa. Kwa hiyo usikose kuwa pamoja nami katika kipindi hiki ambao mimi ndio mtangazaji wako mtanashati James. Kwa hiyo tumesikia kwamba yuko mahali hapa. Sehemu moja inaitwa Zumuza. Kwa hiyo cameraman uwe makini sana. Uwe makini sana. Huyu hapa. Habari gani ndugu? Habari nzuri, habari yako? Safi. Sasa ni nini kina nani, mbona mnakocha na kamera? Leo tumekunasa. Kwa kosa gani lakini mpaka mninasa? Mimi naitwa Ezekiel James, msanii leo. Ndipo kwamba uko mahali fulani na kwa kinywaji afu isitoshe wewe ni msanii maarufu. Msanii maarufu kama vile nyimbo zako Protais NKURIKIYE. Nishakugundua. Kwa hiyo mimi naitwa James mtanashati ambao natumikia Ekobas TV. Ekobas TV. Nilikuwa najua ni Ecobank ili unipatie hata hela. Sasa Eko sasa unasema Eko nini? Ekobas TV. Ekobas TV. Ekobas TV. Ambao ni shirikisho la company engineering, ni engineering construction business service ina department ya burudani TV. Kwa hiyo tunao mawili matatu bwana ndugu ya kuweza kuona. Naona umeenjoy kabisa. Enjoy mara fulani afu na umesmart kama msanii. Tutaka kujua mawili matatu utendaji wako wa kazi. Sasa na uandaaji wako wa kazi. Kabla hatujaongea, mbona bado sijawaelewa? Oya mhudumu. Mbona bado sijawaelewa jameni? Nini unakuja kwangu kwa lengo gani? Kwa vizuri sana. Ndio hilo nilikuwa nasubiri sasa hiyo. Mimi na tuna kipindi chetu msanii leo. Ndio. Katika kipindi chetu msanii leo huwa tunafanya uzinduzi wa wasanii mahali ambapo wametulia, wamevinjari, relax, lakini lengo letu ni kuwagundua mahali ni nini aswa pamoja na kazi yake ya muziki au ya uimbaji, ni asa muda mwingine anakuwa katika mahali gani au katika hali gani, ni nini anachokifanya kama hivyo. Lakini zaidi tunazungumza kazi zenu za uimbaji. Usiogope. Siwezi shindwa kuogopa kwa sababu hii ni ghafla kabisa. Hii ni kitu ambacho nilikuwa sitegemei, kwa sababu nilikuwa nimetoka kazini, basi nikaona basi nipita hapa nikatulia kidogo, nikapata kinywaji changu kidogo basi nitulie. Ndio maana sisi jamani mpaka mkanikuta mpaka huku. Okay, yani acha nikujibu swali lako. Sijui unauliza swali gani? Nilikuwa nauliza swali langu linasema hivi. Pamoja na uimbaji wako au na kazi zako, nataka kujua unaandaandaje unapoanza kujipanga kabla, lakini hayo nataka kujua wewe nani, wanaokutazama kujua wakupatie kwanza soda na nyie. Vizuri sana, ndio kitu ambacho tunapendeaga hawa jamaa, tunawapendea kitu hicho. Kama unakuja tu unanifumbua unanigundua fanya kwanza na wanipe na mimi Sprite. Maona sasa tuko tunasema kwamba kuna watu wanakutazama kwa sasa hivi. Ndio. Si ndio? Na kuna watu wanakuzunguka sasa hivi. Kwa hiyo tunataka kujua wewe kama wewe, wakujue ni nani, wajue na kazi yako ni nini hasa. Asante sana kwa swali hilo. Hata kama nilikuwa silitegemei, yani nilikuwa sitegemei kama tutakutana ili kazi zenu watangazaji maswali basi. Mimi kwa jina naitwa Protais NKURIKIYE. Wale ambao ni mara ya kwanza kuniona au kunisikia, samahani. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Burundi. Japokuwa tu nilibahatika au Mungu alinisaidia kwa neema yake, kazi zangu ni kama vile niko na kuzungumzia mtangazaji, kama kazi zangu zinatembea mpaka zinafika hivi dunia nzima, kwa sababu kila watu wengi wananitazama na watu wengi wananipongeza kwa kazi hizo. Nzuri sana. Ndio. Ulisema kazi zako ni kazi gani? Kuna watu hawajui, itakuwa ni mara ya kwanza kukuona uenda kwenye runinga yetu TV. Kazi zangu ni nyingi, ila naamini tutazungumzia kuhusu kazi yangu ya uimbaji. Vizuri sana, ndio. Kama mwimbaji wa nyimbo za Injili. Vile kazi zangu kwa wale ambao ni mara yao ya kwanza kuniona au kunisikiliza,
kazi zangu ni hizo. Na labda wataanza kujiuliza, je, hizi kazi tutaziona wapi? Ingia YouTube, andika Protais Burundi, utaona nyimbo zangu zote. Kumbuke kushare, kusubscribe na kucomment. Mapema sana kwanza, ili mtumishi wa Mungu. Nimesikia kwamba wewe mtumishi wa Mungu unaenda kwa haraka. Tutajia baadaye namna gani unaweza kupata kazi zako. Sasa tutaka tujue hasa zaidi uandaaji wako wa kazi yako ambayo ya uimbaji unaoifanya, na hasa unaanzaje, na ili iwafikie ile kazi yako ambayo unaifanya unatumia mbinu gani? Uandaaji wangu wa kazi ya Mungu ambayo nayoifanya, sina utaalamu mwingine bila kumwomba Mungu. Tunaomba Mungu na tunasoma Biblia. Mungu anafunua na kila kitu anachokifunua basi tunaingiza kwenye nyimbo, na ndio maana nyimbo zetu zinafariji na zinasaidia na zinasitiza watu sana kutubu, na kwa wale ambao walitubu walimpokea Bwana Yesu na kufarijika, kwa sababu hata kama unaona dunia jinsi inaenda inatembea mambo ya kutisha hivi na vile, lakini tunawafariji kwa ya kwamba hata kama mambo yako hivyo hivi na vile mambo najua yanabadilika, lakini waelewe ya kwamba tuna Mungu anayetulinda. Sawa. Kwaona mimi nikiomba na nikasoma Biblia, kwao nitaanza hiyo kazi. Wengi ni wasomaji wa Biblia na ni waombaji, ni vizuri sana, lakini sio wote wanayo kalama kama ya waombaji. Najua naweza kusoma Biblia, wasomaji sio wote ni waimbaji. Naweza kusema hivi, kusoma ni vizuri, kusoma Biblia, lakini kuimba ni karama nyingine. Na unajua Mungu alitoa karama tofauti. Alafu kuna kitu hujanipa fununu vizuri, hiki ambacho kinasema kwamba ili unapoandaa kweli, umeshasikia kwamba unapoandaa unaomba Mungu na unasoma Biblia, alafu unaingia kwenye fani ya utungaji. Kuna kitu ambacho unafanya kingine, labda ili ule uimbaji wako uwafikie kwa haraka wale ambao ni wahusika wao jamii na kuzunguka waweze kuchukulia vizuri kazi yako. Kingine unajua, unapomaliza kuandaa wimbo unaingia studio una rekodi, unatengeneza muziki, alafu naimba na nyimbo inatoka. Kama ni audio ni visual, hayo ni mambo yetu yote ya kufanya ili kazi zetu ziwafikie walengwa zikiwa nzuri sana. Kabla hatujafika sehemu nyingine, unaweza kututajia hata angalau, mimi nishakusikia moja ambayo ni turakingiwe. Huenda kuna nyingine hapo najitetea kivyangu, ila kuna watu wengine ambao wanatuzunguka hawajui, hawajasikia. Ni kama ngapi ushakuwa na albamu ngapi? Katika albamu hizo kuna zile maarufu sana kama zipi? Asante. Nimeshatengeneza albamu 3 audio, lakini kipindi hiki niko napigana sana kutengeneza mavideo. Acha ni washauri watu ambao wako wanatutazama, kwa sababu naamini ni watu ambao wanapenda kusupport kazi nzuri sana. Niko natengeneza video nyingi tena nzuri. Naomba kama unaweza kutoa mchango wako tusupport kwa ajili ya kupata hizo video tunatengeneza. Basi sijui kama swali lako liko na hapo nishalipata. Kuna tukienda kumalizia kipindi chetu ambacho tumekunasa kwa siku ya leo, pasipo huenda kutegemea kwamba msanii leo itakunasa, na tulipokuwa tukitembea tukasikia kwamba paparazi wetu akatuambia yule jamaa yuko mahali hapa, ndio maana tukageuza mishimishi zetu. Kuna ulisema unataka ndio mzunguko wako, wale wanakuzunguka maisha pale jamii, kazi yako wanakuchukuliaje, au katika madhehebu wanakuchukuliaje? Yaani hilo ni swali moja ambalo kuna nabii na kuna hili hapa. Acha tumalize na hilo kwanza, lenyewe utaingia. Mbona unaenda haraka? Wewe unaogopa? Hapana, siogopi. Unajua ukiuliza maswali mengi sana changanya na nashindwa kujua tulianzia wapi na tunaenda. Sawa, haina shida, ila tumekunasa. Na kipindi hiko najua ulikuwa mmekuja ghafla. Sawa, lakini hapo siogopi. Najua mwanajeshi napana kila siku na kaa tayari, kwa sababu muda wote naweza kupambana. Na hili ni pambano letu kama wasanii. Kabisa. Sasa wananichukuliaje? Wananichukulia kama tofauti na uimbaji. Elewa mimi ni Mrundi, ni raia kama wengine. Ni mtu wa kawaida sana, ijapokuwa tu ni neema ya Mungu kuniinua. Wananichukua kama watu wengine, lakini wananiheshimu
kwa sababu wanamheshimu Mungu ambaye iko ndani yangu, na wanaheshimu kile kitu kile Mungu aliweka ndani yangu. Wananiheshimu madhehebu mbalimbali, wananiheshimu na wananialika kwenye mikutano mbalimbali. Acha niwashukuru, na tunatumika vizuri nao. Nikikosea wananishauri, na nikihitaji msaada wote kama ushauri nawaambia naomba ushauri kwa jambo hili wala lile, basi tunaishi vizuri nao. Sawa sawa, nimeshakusoma vizuri sana. Nasikia ulisema wewe ni Murundi. Ndio. Na napendeza sana kwa umesema ni Murundi. Kuna hili hapa, una familia. Kuna watu ambao wanakuzunguka sasa, wanatazama kwenye runinga yetu, wanasema kwamba huyu jamaa ana familia ambayo ni boy. Wenda tunazungumzia mke, watoto, wasije wakajidanganya kesho kutwa wakasema wakaanza kulike pale kwenye Facebook na unatumia Twitter. Kulike ni kawaida na ni vizuri, kila mtazamaji wetu like kazi nzuri, na mambo ya familia na mambo unajua unaweza aje kuishi bila kuwa na familia. Niko ndani ya familia. Walike tu, walike ndio na familia, tunamaanisha mke na watoto, sio baba na mama. Hilo tutalirudia siku nyingine bwana. Hivi sisi tuko kwenye swala la muziki hivi. Leo tutalirudia siku nyingine, na kwa hili itakuwa labda jibu lako itakuwa nimeliandaa vizuri. Sio? Haina shida. Ulisema wewe ni Murundi. Ndio. Kuna changamoto ambazo mnakutanaga na kama ninyi wasanii maarufu kama Zaruga. Na bila shaka unaimba kwa Kirundi, si ndio? Ndio. Na pamoja kuimba kwa Kirundi, kuna maneno haya anatuchanganyaga sana. Hata kwa maandishi matakatifu kwenye Biblia kuna neno linasema kwamba ukiwa kwenye Biblia Mwanzo. Nisha kusoma mahali hapa ukiwa maana yake ni nini? Nasema kwamba ulimwengu ilikuwa ni ukiwa. Ni nini kwa Kirundi? Kwa Kirundi. Si unajua Kirundi, wewe si ni Murundi? Unajua kuna Kirundi ambacho tulikikuta hapa, kuna Kirundi ambacho tulisoma kwenye mashule, kwenye masomo, kwenye madarasa tofauti. Na kuna Kirundi cha Biblia. Maana yake Kirundi cha Biblia utakuta kiko tofauti sana na Kirundi ambacho nafikiria kama ni Kirundi kama kawaida. Sasa unavyoelewa sasa ukiwa ina maana nyingi, lakini ukiwa ulisoma kwanza wapi? Kama ni mwanzo wakati jambo sivyo ndio jambo alikuwa aliumba ulimwengu. Sivyo dunia ilikuwa ni ukiwa. Si yari kiributsi ba yari ikidengere ya mazi. Kwa hiyo ukiwa ni buziba. Hapana ruziba, usiseme ruziba. Unajua ruziba ni sehemu ambapo watu wanaishi kule. Ukiwa donc bibirivuga yuko isi yari ikiri ibuziba ahantu h'ikidengeri. Okay. Sinzi neza uko nokivuga ariko ndio watakiro. Sawa. Juhudi tumekuja kufanya mtihani. Juhudi na mambo ya muziki jameni. Sawa. Bwana ndugu, acha tukushukuru kwa kutukubalia kuongea nawe, na kwa mawili au matatu ambayo tumeweza kuzungumza. Asanteni sana. Acha tuambie watazamaji wetu wa kipindi chetu cha msanii leo kwamba tulikuwa na Protais NKURIKIYE ambaye anajulikana kama maarufu kwa wimbo wake ambao wimbo gani? Wimbo turakingiwe abo bagora turakingiwe na zingine nyingi utakuta sawa na zingine nyingi. Na unajua hata na za Kiswahili simo ndani. Ni kweli. Na ni nyimbo ambao sio siri. Ni kweli. Kuna kitu ulitaka kusema nikakukatizia katikati kwamba wafanye subscribe. Karibu tueleze tutapataje nyimbo zako. Asante sana. Nimewahi kuambia watazamaji wetu kama nyimbo zetu zinapatikana kwenye channel yangu ya YouTube. Naingia YouTube unaandika Protais Burundi. Hapo unaona list ya nyimbo zangu zote. Kitu unachotakiwa kufanya ni kitu gani? Ni kitu hiki. Una share, una subscribe, una comment ili yani kushare ili watu wengine waone ile kazi nzuri. Na ukishare ili na wenyewe wabarikiwe. Kumbuka kuambia na wenyewe washare kwa wengine. Kwa kuisambaza habari njema. Unajua habari mbaya zinasaka sana, lakini tengeneza kitu kizuri, kazi njema. Unaona, unamrushia nafuta, unamrushia wewe usiwe kama hivyo. Comment, share, subscribe ili tuzidi kuona kazi nzuri. Yani kazi nzuri kiingia tu wewe wa kwanza kuiona. Safi sana.
Acha tukushukuru, mlikuwa nami mtangazaji wenu James Mtanashati kutoka katika Ecobus TV. Msisahau kusubscribe katika channel yetu ya Ecobus Company, ukishirikiana na mimi hata msanii leo ambaye ameweza kutufikisha katika mtaa wa Katumba, ambapo tumesikia kwamba msanii maarufu kama Protais NKURIKIYE alikuwa akipata lunch fulani alipokuwa kutoka kazini. Ndio maana leo tumemnasa. Kwa hiyo ndugu zangu watazamaji, msisahau kusubscribe pamoja na kushare link na kulike katika channel yetu ya Ecobus. Asanteni. Tunamalizia, ngoja tumpe nafasi mwalikwa wetu ambao tumemnasa kwa siku ya leo, atujuze hata mawili matatu kwa wafansi wake au watazamaji wake pamoja na watazamaji wa Ecobus TV. Karibu. Kwanza niwashukuru Ecobus TV kwa uvumbuzi wenu, ila nilikuwa sitegemei kabisa kama mtanifumbua hivi, kwa sababu lakini kipindi kingine mtaarifu ili nipate hata mimi kwa sasa unajua. Basi acha niwashukuru watazamaji wetu kwa kutupa muda kama huu wa kututazama na kusikiliza kipindi chetu hiki, na tunawashukuru sana jinsi mnaendelea kututia nguvu na kututia moyo, na tunawaalika pia kutembelea akaunti zetu YouTube, ni Protais Burundi, Facebook ni Protais NKURIKIYE, kama vile Instagram ni hivyo, Twitter ni hivyo, kama ni Twitter wengine wanasema ni Twitter. Twitter. Acha nawashukuru sana. Kipindi kingine na wakaribisha hapa ndo kwetu, na muda wote kama mna kitu cha kuongea na sisi tuko tayari. Sasa unajua kama sisi ni kama jeshi, tunakuwa tayari kila siku, kama ni jambo hili wala lile, kwa muda wote sisi tuko tayari. Unajua hata msimu nimekuta niko tayari, hata kama nilikuwa sitegemei kama mtanivumbua kabisa. Asante sana kwa nini na mimi. Asante sana. Lakini kuna kitu tumekisahau. Tumesahau kuna coronavirus au imeshaisha coronavirus? Sasa tumechangia kikombe. Hatujachangia na tumeacha ile mita moja kwa kuka. Hapa kweli mita ipo. Ndio. Na usiniguse. Sitakugusa. Asanteni sana. Ubarikiwe sana bwana Protais. Asante sana na nyinyi pia.